Najua bwana, swala zima la kumcha Allah ni swala la msingi sana bwana, kujipokesha mbele yake, kujinyenyekeza. Sheikh, asalamu alaykum bwana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Khairi Sheikh? Alhamdulillah. Naam. Khairi kabisa. Alhamdulillah. Naona kidogo napata uzwa. Najiandaa na swala la msingi sana bwana. Maana kuna kitu bora na umuhimu kama kujipokesha mbele ya Allah. Kabisa. Basi khairi, basi mimi ngoja tutangulie hapa mbele hapo. Basi alhamdulillah. Haya, karibu. Asante. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wema jamani. Wema kabisa. Vipi mlipotoka huko? Huko alhamdulillah. Mambo mazuri. Alhamdulillah kabisa. Allah anatia wepesi wake. Basi sawa, na mimi ngoja niteremke huko. Ila tukupokee kidogo. Samahani kidogo. Ndio. Basi na shaka. Sijali, nishafika bwana. Hamna, nishafika bwana. Sisi bwana tunataka baraka zako Sheikh. Kweli bwana, nishafika wala sijali. Itakuwa sio picha nzuri. Assalamu alaykum. Sheikh. Wema. Wa alaykum salaam, vipi Sheikh? Safi, naona mambo mazuri. Ndugu yangu, ndo tupo hivyo tunajishughulisha hapa. Jambo zuri, naona genge linazidi kunawiri. Mashallah, Mwenyezi Mungu anajalia. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Khair Sheikh. Alhamdulillah. Assalamu alaykum Sheikh. Khair Sheikh. Karibu. Tangawizi zipo? Tangawizi zimenishia. Isha hapa. Okay, lakini mhudumie kwanza Sheikh. Mhudumie kwanza Sheikh. Naona Sheikh anatumia busara kwa sababu amenivuta. Sahihi. Basi nisimcheleweshe, mimi nilikuwa nataka tu ndizi mbili. Nekee na maembe ama matunda kidogo, hata mawili matatu. Sawa sawa. Nasema ndizi mbili. Hapo mbili. Maembe kama matatu. Maembe matatu. Ndizi na nini? Na matunda hapo, nipe maembe hata matatu, nadhani atatosha. Sasa maembe matatu. Sawa. Ndio hivyo kidogo. Sawa sawa. Change hapa, sijui nitakusumbua. Sasa shehe wangu, shika kwanza hiyo. Shehe, mimi nashukuru. Sawa. Wewe matunda chukua tu, mimi nimekupatia kama shehe wangu. Tunatekeleza biashara bwana. Usijali shehe wangu. Ondoa hofu, kuwa na amani. Mimi hiyo nimekupatia kama zawadi. Sawa bwana ofisi. Hapana shehe, wewe usijali. Bwana, tutazofisha ndio genge letu la mtaani bwana. Wewe usijali, hili genge shehe, mashallah Mwenyezi Mungu atalisimamia. Mambo mengine yatakuwa sawa. Basi sawa, asante. Basi wakati mwingine. Haya, shukrani. Shehe, unahitaji nini? Basi nimesema tangulizi hauna. Shehe, unajua bwana? Ndio. Huyu bwana ni shehe wetu hapa mtaani hapa. Ndio. Huyu shehe Mwenyezi Mungu amemjalia neema nyingi sana. Naam. Ni mkarimu, ni mcheshi. Lakini pia vijana wetu anawasomesha kwa utaratibu mzuri sana. Na sisi hapa tunaishi naye, yani watu wengine kama sisi tumemzidi umri, lakini tunamwona kama ni mkubwa wetu. Kwa sababu tu taratibu alizokuwa nazo
taratibu nzuri sana. Aisee. Na mimi nimepata sifa zake Sheikh. Kwa kweli Allah amemnyanyua sana. Na mimi nimepata sifa zake nyingi sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh. Eli. Alhamdulillah. Vipi hali yako? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko nani kama upo mji mwingine? Kwa kweli ni changamoto za maisha ndugu yangu. Au sio? Wapi ya Sheikh wangu? Maana naona Sheikh na kukuta huko hai tena wapi? Kama unavyofahamu bwana, nimeitwa kwa hivyo naenda kuitikia wito wa wakubwa zangu. Sijui nini wanachoniitia. Vipi? Kwema huko unakwenda? Bila shaka ni kwema. Kweli maana sio kwa kutembea juu hadi naofia. Vipi tena Sheikh wangu sasa hivi jua lote? Ndio hivyo naenda kuitikia wito, lakini bila shaka nadhani ni kheri. Inabidi uangalie hata usafiri wote ule. Hapana bwana, inatosha mimi nafika, wala usijali. Ni kweli mimi naomba shika hapa. Hamna Sheikh wangu, nafika bwana. Hapana bwana, chukua bwana hiyo bwana. Chukua tu Sheikh, wala usijali kwa sababu kwa vitu unavyovifanya Sheikh wangu kwa vijana wetu. Sijui niseme nini kiukweli. Ni watu wachache sana wenye moyo kama wako hapo. Wengi sana watuharibia watoto huko. Yaani tunasikia matukio. Ukweli kutoka huko kote hadi uende katika safari yako. Jua kali. Umeona itabidi uchukue hapa, uchukue hata pikipiki na kusaidia mbele ya safari. Basi shukrani sana. Allah akulipe kila la kheri. Usijali Sheikh. Sheikh, safari njema. Nafikiri uondoke salama, ufike salama unapokwenda. Basi hamna taabu, kila la kheri. Allah akulipe. Asante sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh? Salama Sheikh. Kheri. Ni mara kadhaa Sheikh nikikuona upo katika hali kama hiyo ya majonzi na simanzi, wako umetenda huzuni, sijui una changamoto gani? Ni kweli unachosema. Niwe tu mwazi, nina majonzi na nina huzuni kubwa sana, lakini kikubwa kinachonihuzunisha ni kuwa nakumbuka matukio yako kadhaa ambayo nimeyashuhudia. Siku ya kwanza, siku ile upo pale gengeni unapata mahitaji yako, baadaye nikashuhudia unalipia, lakini mhudumu akakwambia hapana, usitoe hela mzee, tutatekeleza biashara bwana. Usijali Sheikh wangu, ondoa hofu, kuwa na amani. Mimi hiyo nimekupatia kama zawadi. Ndio genge letu la mtaa ili bwana. Usijali, genge hili mashallah Mwenyezi Mungu itaendelea tu kuwa vizuri. Lakini pia ulipomuuliza kwa nini, alielezea kuwa ni kwa sababu wewe unahudumia jamii, kwa maana watoto wao unawafundishia, lakini pia kutokana na umaarufu wako, yani utukufu wa elimu ulionayo, wanaona hakuna sababu ya wewe kulipia. Lakini pia nakumbuka siku nyingine, siku ile wakati unapita pale mtaani kwetu, wakati nachukua udhu, ulikutana na vijana ambao nilishuhudia mkisalimiana nao, lakini pia vile vile walihitaji kupokea mzigo. Uliwakataza sana, lakini waling'ang'ania na mwisho kabidi uwaachie. Vile vile maneno yao yalionyesha wazi ni kutokana na elimu ulionayo. Na kupongeza kwa hilo, lakini kwa namna nyingine mimi kwa nafsi yangu najikuta bahati hiyo nimekosa, na ndio maana huwa nakuwa na huzuni sana mpaka ninipelekea nitoe machozi. Ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu amekunyanyua kutokana na elimu ulionayo, lakini pia bado vile vile unahudumia jamii. Lakini pia
Vile vile nimeshuhudia leo ambapo ndo umevunja ukimya, unaniuliza. Nimeshuhudia jinsi ambavyo kijana ulikuwa unakutana naye, baada ya kusalimiana anakupa nauli kwa kukuhurumia. Hii yote inaonyesha jinsi gani wanajali thamani ya elimu yako, kitu ambacho kwangu mimi nimekosa. Nafikiria jinsi gani nami naweza nikapata nafasi kama hiyo. Kwa upande wangu namshukuru Allah, amenipa mali, lakini mali hii hainisaidi kwa chochote. Sana sana kwangu ni majuto. Angalia, najitahidi katika ibada, lakini kutokana na mali nilionayo, ibada zangu hazina utulivu hata kidogo. Ninapokuwa na swali, wakati mwingine inanilazimu kufikiria jinsi gani mali zangu zitaongezeka, lakini pia mali zangu jinsi gani naweza nikazidhibiti zisipungue. Sambamba na hilo, nina watoto ambao kwangu kwa sasa imekuwa ni mtihani kabisa, na kutokana na mali nilionayo, basi macho yao yote wameelekeza kwenye mali nilionayo. Nikupe kisa kifupi. Siku moja nilikuwa naumwa na watoto wangu walijua nipo hoi taabani, kiasi ambacho nilipokuwa nimelala walidhania kwamba huenda ikawa ndio sasa nakufa. Kwa dalili hiyo, walianza kujadiliana jinsi gani wao watagawana mali zangu. Linisikitisha sana jambo hilo. Nikaona kuwa afadhali nisingekuwa na watoto. Kwa hiyo kwangu mimi mali imekuwa majuto na watoto pia imekuwa majuto. Sina faida katika hayo, na najutia kwa sababu najua kwangu mimi tena haiwezekani. Ni majuto makubwa juu yangu. Lakini nafasi bado unayo shehe, unaweza kusoma hata sasa hivi. Kwa umri huu? Kwa umri huo hata sahaba walisoma wakiwa watu wazima shehe. Nitawezaje kuelewa? Utasoma na utafahamu tu. Wapo watu walika lako pia wanakuja na wanasoma wananufaika. Lakini shehe, mimi nadhani bado nafasi unayo, sababu hata mali yako unaweza ukaitumia katika njia za kheri na ikakunufaisha. Unaweza ukachimba hata visima, jamii ikanufaika. Unaweza hata ukajenga msikiti mzuri, ukachuma thawabu zako. Lakini pia vile vile hata kama ungefanya miundombinu ya kijamii, support vitu mbalimbali, elimu, bado ungepata utukufu wako na jamii ingekuthamini vile vile. Lakini yote kwa yote, mimi nikukaribisha Bondeni katika madrasa yetu uje kujifunza. Asante, nashukuru kwa wazo lako zuri sana. Lakini hivi ni kweli kwa kuchimba visima na kutoa sadaka zingine zina uwezo kufikia utukufu wa elimu ulionayo? Mimi najiona tu ni kawaida tu kwangu, si kwamba labda elimu kubwa au vipi, hapana. Lakini hata wewe kwa mali yako unaweza ukaitumia ukapata huo utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Asante Shekhe, nimekuelewa, lakini sidhani kama nitafanikiwa kama ambavyo nashuhudia utukufu ulionao. Sidhani. Ndio hivyo shehe wangu. Basi mimi naomba nikuache niitikie wito huko nilipoitwa. Allah akipenda kwa nafasi nyingine, basi karibu madrasani kwetu. Asante Shekhe. Haya, shukrani sana. Allah kujaze kheri. Amin.